Namshukuru Mungu. Ni siku zangu ambazo huwa nafanya kazi jioni, kwa sababu mimi kwenye upande mwingine ni MC. Kwa nikiwa na event yoyote, corporate event, au labda kuna sherehe yoyote, tafrija yoyote, shughuli za huzuni pia tunashiriki, kwa sababu ni ibada pia. So ni siku nzuri kwangu, kwa heshima yenu ikabidi niweze pokea huo ugeni of course. Karibuni sana mtaani kwangu. Tuanze na kauli ya rais wa shirikisho wa mpira wa miguu Wallace Karia. Maana yake ni kwamba tuweza kusema ni mti uliopinda na kivuli chake akinyoki, kwa sababu kinachombeba mafanikio. Kwako kama mchambuzi, unaweza kumzaje hizi kauli siku zinabadilika mara hii kwa rais wa shirikisho wa mpira wa miguu Tanzania? Unajua nastaajabika kwa sababu kila kukicha naona vitu vinaenda afadhali ya jana. Vitu vinaenda afadhali ya jana. Kuna muda ikifika kukaa kimya ni jibu tosha. Kuna muda ukifika ukikaa kimya ni rahisi sana kuwa na maamuzi ambayo ni sahihi. Lakini tunavyoendelea kuropoka inatupa wakati mgumu sana sisi wengine ambao ni watu ambao tunahitaji solution, na ukiangalia wadau wa soka wanataka majawabu yaliyo sahihi, lakini busara zinazidi kuyeyea. Mfano, uko kwenye tafrija ya iftari mkizungumza na timu ya taifa ambayo ya kila mtu, sio ya mtu. Unasema tutadili na watu wa Tanga au wa Dar es Salaam, wana habari na vyombo vyao, wabaki na mambo yao ya uchafu. Sasa unavyo na maanisha Rais Karia, unavyotugusa sisi na kuanza kutushambulia vyombo vya habari, ukiamini wewe umeshika chombo ambacho chetu. Sasa nashindwa kuelewa. Yani hapa huwa inatumika elimu, utu uzima, kwa sababu kwenye elimu mtu aliyesoma hawezi kutamka maneno yale. Ukizungumzia mzee wa makamu hawezi kuzungumza maneno yale kwa sababu hayana busara yoyote. Ukizungumzia kiongozi, yani uweledi wa kiongozi sio ule, hamna utashi. Ukizungumzia mtu mwenye hekima, yani Mtanzania yoyote anayejitambua hapa kichwani, mwenye akili timamu, sisemi yeye hana, mimi nazungumzia wenye nazo. Hapa naeleweka? Naeleweka vizuri sana. Ukishakuwa baba, aidha wa familia, aidha wa taasisi, aidha wa jambo lolote, yani wewe ndio umeshika maono. Asilimia zaidi ya 86 ya Watanzania wanapenda mpira wa miguu. Wazi kabisa, kuanzia watoto mpaka watu wazima. Hususan hizi timu mbili, Simba na Yanga. Wewe ndio umeshika hayo maono, yani njia yetu unayo wewe. Timu ya taifa ni ya kila mmoja ambaye ni raia wa Kitanzania. Sasa wewe unaenda unasema Watanga, wa Dar es Salaam. Who are you by the way? Yani wewe kuvishutumu vyombo vya habari, wewe kama nani? Yani wewe unaingilia vyombo vya habari, unaingilia uhuru wa vyombo vya habari. Yani nani inanisumbua kichwani yani ukiwa umekamilika aswa. Yani hamna mtu ambaye mzima anaweza tamka hivyo vitu. Yani mtoto wangu wa darasa la 6 wa kiume, Vince, hawezi hata kuthubutu robo ya maneno yale. Kwamba eti baba, familia ile nyumba ya kina Joni na familia yetu bora, tutabaki na familia yetu. Yani watoto wangu mimi hawana mamlaka kutamka hivyo. Sijatengeneza hiyo nguvu ya upuuzi wao kutamka hivyo. Watu wengi wamefika mbali zaidi kusema kwamba licha ya kwamba rais wa shirikisho la mpira miguu tatizo la kucheza mpira ndio maana tamko maneno kama hayo. Isiwe kisingizio bwana. Kisiwe kisingizio. Hapo makocha kibao, wapo viongozi kibao, ma CEOs hawajacheza mpira. Wala Babra Gonzalez amecheza mpira? Mbona aliongoza Simba na alikuwa na mafanikio? Hizo excuses mnazitoa wapi guys? No, tutoke huko bwana. Sepp Blatter alicheza mpira wapi? Alikuwa rais wa FIFA. Infantino kacheza mpira wapi? Kwa maana yake kiongozi lazima ujitambue. Kuna vitu vinne.
Nimekwambia kuna elimu, kuna busara kama Mtanzania mtu mzima. Yani Mtanzania yoyote, yani kama kweli wewe ni raia wa Tanzania original, hauwezi ukawa na maneno makali kama yale kwa watu wenzio. Tena vyombo vya habari. Yani ligi hii kuwa ilipofika hapa, shirikisho hili lilipofika hapa, ni mchango wenu nyinyi, sisi na vyombo vya habari vingine vyote. Umeelewa vizuri eh? Kwa hapo kuna akivaa basi kofia yake ya uongozi. Kiongozi hawezi kuwagawa watu. Vyombo vya habari vya Tanga vikapambane na vyombo vya habari vya Dar es Salaam kuipushi Taifa Stars na TFF. Kuna uwiano hapo wote kweli? Sijui haya maneno mnayatoa wapi au aliyatoa wapi. Mimi binafsi kama Justin Case, mimi nimeshamsamehege. Na mbaya sana, yani narudia tena, mbaya sana. Kuna vitu hivi, kauli hizi mbili Zanzibar ukizisikia, namwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au nimekusamehe kutoka moyoni. Kwa maana yake ni kwamba yani ogopa sana, jiulize tena mara ya mbili. Kuna shida gani maeneo yako hapa? Nadhani ni muda wa, nafahamu busara na upeo alionao Kidau, nafahamu kina Aaron Nyanda watu wa market, najua TFF bodi ya ligi kina Almasi, watu wengi wana busara pale, wengi smart kichwani. Wajaribu kumshauri kina Ndimbo, ndugu yangu Ndimbo, hongeeni, hii ni idara yako hii. Zungumza na mzee, asifanye hivyo. Sisi tunaishi vizuri sana na TFF. Hivi Justin Case, unaamini kwamba hao walikuwa chini yake atawasikiliza licha ya kuwa endo boss wa ile taasisi nzima? Sasa basi kama kushakuwa hakuna kusikilizana, sio taasisi. Kumbe ni chombo cha mtu. Kasa kweli hapa sasa tutaelewa ni Tanga, ni chombo cha Tanga. Kumbe ndo maana ngao ya jamii ilivyoanza kwenye mfumo wa robo nusu finali zilianzia Tanga. Ndo maana iftari ya timu ya taifa imepelekwa Tanga. Okay, na vyombo vya habari sasa hivi ni Tanga. Tuanza kupata picha sasa. Sasa nimeelewa. Kumbe cha kwake kama asikilizi. Lakini kama kuna idara ambayo ina mamlaka kutoa taarifa, yes ni bosi wao, lakini taaluma, ndo maana FIFA wanatambua uwepo wa Ndimbo pale. Maana yake kitaaluma Ndimbo ni bora kwenye kutoa taarifa kuliko rais. Rais sio eneo lake. Yani mimi wale Skaria miaka nizidi kuzungumza kwenye hadhara, atakufa muda huo, sio eneo lake. Yeye endelee kutundumbula mamidomo, tumika kazi yangu kuongea. Maana yake ni kwamba kinachokizungumza sio sahihi kwa sababu sio idara yake. Sio eneo lake. Sasa ndio maana nikasema kwa sababu sio taaluma yake, basi kuna utu uzima. Basi toa kuna Utanzania. Yani Watanzania tuna utashi, tuna upendo. Yani ule mzee upendo ana, inaanza kunitia mashaka. Hakuna Mtanzania ambaye hana upendo. Mimi nilivyofundishwa, tuna upendo, amani na ushirikiano. Kwanza Mwalimu Nyerere aliunganisha zaidi ya mataifa 100 na yeye anasema vyombo vya habari. Sisi kwa kupitia waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Profesa Paramagamba Kabudi, alituambia hivi, vyombo vya habari ndio mtima wa nchi. Yani hii ndio imeshika dhama yote ile ya nchi. Sisi ndio tuna uwezo wa kutangaza ubora na mali zetu kuzitangaza huko nje, tutengeneze sifa ya nchi hii. Sisi ndio tumeshika ile taswira ya Tanzania. Sisi ndio tuna mamlaka na nafasi kubwa ya kutangaza mlima wetu. Sisi ndio tuna uwezo kusema mboga zetu. Sisi tuna uwezo kumtangaza Samata wetu. Sisi ndio tunaweza kusifia rais wetu. Sio yeye aseme yeye bora. Hao wana mamlaka hayo. Ndio maana wanahangaika leo hii kwenye mitandao ya kijamii, wanahangaika mara siju kafanya haya. Yale inatakiwa sisi tuitwe na management nzima ya habari ya shirikisho kupitia Ndimbo na kamati yake na katibu, watuambie jamani, kutoka hapa tuna jambo tunataka tulifanye CAF kama shirikisho letu. Tunatokaje hapa kuonesha mazuri ambayo rais wa shirikisho ameyafanya. Sasa unapoenda angalia comments, yani CAF wanajua na siku hizi ina translate, si ndio? Wanaona comments zote, hata comment moja watu wanaomsifia. Hapo Justin Case, hii sintofahamu tunaendelea kutokana kwamba mechi ya tarehe 8 kuahirishwa bila kuna sababu ya msingi. Ndio tunaona maneno tofauti tofauti kutoka na baadhi ya viongozi wakubwa wenye mpira wetu. Mfamaji akosi kutapatapa. Ndio maana nikwambia ni bora yani watu wangekaa kimya. Sisi tulifurahi tulivyoona wamekaa kimya. Lakini mzee Mguto naye akatoka akasema ataomba po serikalini. Kaeni kimya. Yani kaeni kimya, fanyeni mambo ya kimya. Why not
Kakaangu Boimanda na Ndimbo ndo asingekuwa wanatoka kutoa mataarifa. Kwani wanatoka wao? Yaani mzee Mguto aongeleaje hili jambo? Sawa, mpe maagizo mfanyakazi wako kwenye hiyo idara. Boimanda ni super babu. Boimanda superb kwenye eneo hilo, yani genius. Kwa hiyo kapigwa pini. Sasa hapo already hamna. Boimanda ni super, ana uwezo wa kuzungumza, anajibu hoja, anajenga hoja. Kwani wewe Rais Samia na Gerson Msigwa nani boss? Kwa nini anaongea Gerson Msigwa kujibu hoja zote? Sasa yani kwa nini? Yani Samia anatenda matendo tu, ana execute. Bwana, daraja limekamilika, bado ili hapa 7%, taarifa inaenda kwa Msigwa, Wizara ya Habari leta mna jambo gani? Wizara ya Ujenzi mna jambo gani? Wizara sijui ya Afya mna jambo gani? Wizara sijui ya Maji mna jambo gani? Nyi wengine nyinyi mawaziri simamieni sera, katekelezeni sera ya kusimamia huo mradi kwenye wizara zenu husika, si ndio? Lakini taarifa kwa vyombo vya habari, mamlaka hayo yapo kwa katibu wa habari ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, jaza mbele genius. Hapo kutoka kwenye hiyo issue ya dabi, jana mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba akiwashutumu mashabiki wa Yanga na viongozi wa Yanga kusema kwamba nyinyi mwanzo mlikuwa mnatamani kucheza sana dabi na sisi mkatufuata mpaka kwetu Bunju. Kwa nini sasa hivi hamtaki kucheza? Mzee wangu Mangungu, mimi ni mzee wangu, mimi ni kakaangu kabisa nakueleza hilo, amenilea Temeke kwetu. Kwa naheshimiana naye, lakini nadhani hili jambo waliwahusu wao. Ila kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa wanachama wa Simba, ana bado tuna kofia ya watani hawa wa jadi, anaweza kuwatania, lakini kwenye eneo la kusemelezea yuko serious, anajitambua, ni mwanasiasa mzuri na amefanya vizuri kwenye eneo hilo. Kwa ana akili, anacheza tu na maneno, lakini amesimamia kwenye nafasi ya kwamba bado ni utani wa jadi, ana mamlaka ya kuwatania Yanga vyovyote vile. Yaani yule ana sehemu ya kujitetea, lakini hawezi kutoka kwamba hii ni kauli ya klabu kama mwenyekiti wa wanachama sisi anatania. Anajitambua yule. Watu wengi wanaamini kwamba akiongea mwenyekiti anawakilisha klabu. Ameongea kwa niaba ya wanachama, ni kweli, sababu yuko upande wa wanachama, lakini anasimama na nafasi, wana kofia ya watani wa jadi. Kwani Yanga walivyoenda Bunju ndio maana aliongelea lile. Anajua ni utani, kwani it was serious? No way. Kwa sababu hata kanuni haiwezi kukufunga kwa sababu ni watani wa jadi. Ile ni utani wa jadi amezungumza. Sio kwamba ndio kauli. Sio angepeleka kwenye peji ya Simba. Uliona walimnukuu Simba. Ni chombo cha Simba. Ni online ni ana haki, ni mwenyekiti wa wanachama wake, kwa lazima wafurahishe wanachama wake. Mzee Mangungu nimekwambia ni mwanasiasa, moja kati ya wanasiasa bora. Kwa anajua kudili na watu. Unaona umepata hoja kwa sababu alikuwa anataka upate hiyo hoja. Ana akili yule. Wewe umeona kaongelea sisi tuna haki. Kanuni haitubani. Hajagusa hivyo. Smart. Hapo twende mbali zaidi. Yanga sasa hivi wako kasi na shauri lao zidi ya mtani. Ushahidi upo? Inavyosemekana Yanga wamepeleka barua kasi ikiwa na malalamiko matatu. La kwanza kuishtaki TFF, la pili kuishtaki bodi ya ligi, la tatu kuwashtaki Simba ambao walosababisha mchezo usifanyike. Kwa kinachoendelea kwa Yanga kupeleka barua kasi, viongozi hajatoka kutamka, hata klabu hajatoka kutamka, lakini msimamo wao wachezi. Kwa hii kauli na hivi vinavyotokea baada ya barua ya Yanga kwenda kasi huko wachezi, kina maana gani kwa klabu ya Young Africans? Nimekuwa nikilizungumza hii wiki ya pili mfululizo. Kuwa na mazoea ya kukosea mara kwa mara sio kibali cha kupitisha kuendelea kukosea. Na kumekuwa na hizo series ambazo zinakuwa na episodes tofauti za watu kuendelea kukosea na kuamini kwamba busara, hekima zitatumika. Nadhani umefika kipindi labda wananchi wameona sio muda tena wa kuifanya busara ikahalalisha haki. Na wameshikana pazuri. Maana tunafahamu uwepo wa rais mwenye dhamana ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa, lakini pia ana kilemba kama mwenyekiti wa klabu zote barani Afrika, ACA kwa maana ya mhandisi Hersi Ali Said. Nyinyi mnamuita engineer, si ndio? Mhandisi bwana yuko Uingereza, baadaye akaenda Uhispania. Kote kule kuna mambo ya kasi. ACA kwa maana ya kilemba chake cha kuwa mwenyekiti wa klabu za barani Afrika. Lakini inavyosemekana
kwa sababu ni zaidi ya wiki mbili atakuwepo huko mpaka tarehe 20 ngapi, sijui 6 ngapi inavyosemekana. Pia yupo kwa ajili ya mtazamo wa jambo hili, pia kulipeleka mbali, na reference zote uzuri Yanga wanazo, na inasemekana katika kesi 4 zote ambazo kubwa kubwa Yanga walikuwa wakishindwa kwa busara. Yani walikuwa wanakubali bora yaishe, wakajumlisha wenyewe. Tumesikia mpaka wanachama juzi wazee wa Yanga, yule dada aliongea, Elizabeth yule aligusia issue ya Morrison, aligusia issue ya Faisal Salum Feitoto tarehe 21 ile, unaikumbukaga ile 2021. Zote hizo zilikumbushiwa kwamba Yanga walikuwa wanakubali kwa busara kuto kuleta mtafaruku. Lakini sasa safari hii kuto kuachia mtafaruku, na nchi ina mambo mengi ya msingi, tunaelekea kwenye bunge la bajeti Juni, lakini pia tunategemea mwaka huu kuwa na uchaguzi mkuu wa serikali. Yani watu wameona bora tufuate utaratibu hapo kwenye kufuata utaratibu. Inavyoonekana kule kasi ukishtaki kesi kuna mawili. Yaweza ligi iendelee, yaweza ligi isimame. Je, kama kasi wakiamuru ligi isimame tusicheze, atuathiri mpira wetu wa Tanzania na vile vilabu na ubora wetu kwa namba 4? Athari tulionayo mpaka kuwepo hapo ya 4 ni kubwa kuliko ikisimamishwa miaka 2 afu tuka rebuild. Guys, usije hata siku moja hii nazungumza na wewe mtazamaji kwa faida yako ya maisha yako mengine ya kawaida. Mimi umri wangu ni mkubwa sana, mdogo wangu. Mimi sina maana mbaya. Umevuka miaka 25? Una 20 ngapi sasa hivi? Maana yake nimekuzidi miaka 17. Umeelewa So nazungumzia umri nilionao. Kuna kipindi nimekosea kama miaka 10 hivi. Sikumlaumu mtu sababu ni malezi kutoka kwetu. Mistake zangu mwenyewe za ujana katika hatua za ukuaji. Lakini kuna kipindi nilikubali kuanza upya, na ilinipeleka kwenye njia ambayo unaona, ndo maana nyinyi mmenifuata hapa. Lakini huko nyuma msingeweza kunitafuta mimi. Sasa nimejaribu kuzungumza ili kwa mfano hai unaanzia na mimi mwenyewe ili muelewe. Kweli tuna ligi namba 4 ambayo kila siku kila mtu ana doubt nayo. Ndio niulizeni kwa nini yani tuko 4 halafu sisi wenyewe tunajiuliza kweli. Hamna yani unaulize wewe Afrika Kusini wewe unawaweza? Hawawezi. Unaweza kwenye nini wewe Mamelodi wewe? Wao ndo rais wa CAF wanaye. Yani wamepiga hatua, ligi yao ina thamani kuliko yako, ushindani uwawezi, dabi yao bora kuliko yako, malipo ya wachezaji wao kubwa kuliko yako. Ni basi tu sisi tuna muda mwingi hauna kazi kuliko muda wa kazi. Wao ni kwa sababu hawajaamua kutoa muda kama sisi. Hapa najua kuna mtu ataongea tofauti. Wewe una uwezo wa kuajiri mchezaji kutoka Colombia kwa dau la bilioni 4 unaweza? Kuna midfield ziko pale Mamelodi Sundowns pale bwana, ndugu yangu jamani. Thamani yao si mnajua. Wewe unaweza kumiliki Sharulile wewe? Umemshindwa Mayele ndugu zangu Jose Luis Mikisoni tu hapa kumzuia tulishindwa. Atachama mwenyewe huyo. Kretus Chota Chama tulishindwa. Abdi Banda kumlipa tunashindwaga. Umeelewa vizuri? Hizo ni level za mbali. Hamza si yule alikuwa daraja la kawaida tu. Lakini tunamuona kule akuwa star. Ila hapa sasa hivi beki mahiri. Umeelewa vizuri hapo ninachokiongelea Sina maana mbaya kwamba atupige hatua, tunapiga hatua. Lakini michoro mingi, na kwenye kuthibitisha hilo ndugu yangu mpendwa, rais mwenye dhamana ya shirikisho la mpira wa miguu nchini kwa maana TFF, ndugu Wallace Karia, Msomali wa Tanga, wenyewe wanamuita watani. Msomali wa Tanga wanamtania of course. Ni Mtanzania mwenzetu pia kabisa. Amesema hivi, sio tu Simba kwa kipindi chake cha uongozi, hata hiyo Yanga kufanya mavizuri ameisaidia yeye. Sasa rais, si tunaamini Yanga bora. Ufozi Yanga tunaona inavyotandika mpira na ushindano wanaoleta mpaka huko Afrika maeneo mengine. Klasi ya wachezaji walionao, ma MVP wawili wa Ivory Coast bwana, wanazizikiwa na Pakome. Achana na Jan Chazo ambaye yuko wapi? Simba Sports. Tuna Fabrice Ngoma hapa nchini, tuna Kibu Dennis wa moto sana. Umeelewa Elia Mpanzo, tuna goalkeeper wale pale Pimpini Kamara. Gini muhimu kabisa. Umeelewa bro So hiyo level ukiangalia ni kubwa, lakini nakuuliza wewe, tuna wachezaji 4 wanaweza kuingia kikosi cha kwanza Mamelodi Sundowns? Inawezekana Stefan Azikia kwa mmoja wapo. Mimi sasa sijachambui, sina uhakika. Hiyo wataandika hapo chini.
sawa, kila laheri, lakini level ile ni mbali. Lakini tunaambiwa sisi tuko juu yao, hatujakataa, lakini wakati tunaendelea kuamini, tunajifunza kuamini na kuwaaminisha wafuatiliaji hapa, anatoka tena rais anasema hamna lolote, hamna chochote, ni mipango yangu mimi tu. Yani sisi tunaamini tumekuwa. Rais wewe mwenyewe unasifiwa, moja kati ya mafanikio yako ni kuifanya ligi kuu kufika namba 4. Alafu wewe unatoka unasema ni mipango tu, mimi nimeamua Yanga kuwa hivyo. Nisaidie wewe. Inafikirisha, ndio mwenye dhamana. Yani wewe ndio final say kwamba hakuna sio lolote, sio chochote, ni yeye ndo anaanikiza kuwepo hapo. Watu wakaenda mbali. Yes, anajinasibu kuwa ni Coastal Union. Ligi hii ina udhamini ambaye kila siku anazungumziwa GSM kuwa na timu nyingi. Coastal Union nayo iko GSM. Sasa rais atakataa kweli mdhamini asiwe na timu nyingi? Sasa unajua kuna mambo kama hayo, sisi ambao tuna akili za ziada Mwenyezi Mungu alitujalia. Of course mimi najielewa, najua vitu vingi, lakini tunaamua kufanyaje? Kunyamaza. Sasa kwa nini nyinyi mnaongea? Yaani wewe ndio rais, tunategemea nao jikaze. Alafu mkae huko ndani mmalizane huko, ili hao wengine wasioyajua, wasiotaka kufikiri, wasifikirishwe. Sasa hapa mnawafungua kumbe mipango bwana. Kwa hiyo Simba kuwa mara 4 bingwa mipango, na Yanga kuwa mara 3 bingwa mipango. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tuna balance. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ligi yetu lazima tu balance mzani. Ndio busara mwanzo kuja Sasa tuwezi kuishi kwa busara, kwa sababu naomba niwaambie wenye mamlaka. Busara, hekima, utashi, mambo mengine sio kuna nini? Uvumilivu na vitu vingine vyote hivyo ambavyo maneno yanatumika hayo ya kuficha tafsiri. Zile zote ni hiari. Zote zile ni hiari, sio utaratibu. Yani huwezi kuniambia mimi lazima tunakushtaki lazima utumie busara. Busara, utashi, hekima ni hiari yangu kuamua. Kwa hiyo uwezi kwanza usinitamkie eti lazima uwe na utashi. Unanishauri ni vyema jambo hili tukatumia utashi, busara na hekima. Umeelewa Yani busara sio kanuni, sheria wala utaratibu. Ni hiari ya mtu. Na ukikosa sio dhambi. Yani hakuna dhambi inayosema ukosa utashi kuna dhambi namba 4. Dhambi ziko 10 na tunazifahamu. Lakini kitu ambacho kina ulazima, nchi yote ambayo inaendeshwa kwa katiba na sheria, kwa utawala, si ndio maana yake lazima kuna katiba, sheria, kanuni na utaratibu. Sasa tufuate hivyo vitu, tufikie mwisho ili liwe la kwanza fundisho. Ili uko mbele tuweze kubadilika, lazima tu rebuild. Yani hakuna jinsi, lazima tu rebuild. Tutafeli, tutakwamishwa, lakini bora tuwe real kuliko kuwa fake ambayo imekaa pale namba ambayo anatoka tena rais anatuambia hii ni mipango yangu tu. Yani hapo nyinyi jifikirieni tu wenyewe, hapo tufanyeje? Yani punguzeni kuongea viongozi. Huyu mwingine naye anasema anampa poa serikali sijui. Serikali ina mambo mengi. Serikali inafikiria miradi ya maji. Kama hivi mvua zimeanza, lazima wizara ya ujenzi ulega sasa hizi anapagawa sasa hizi. Tukae kikao tena tufikirie ninyi mambo yenu tena. Siku nyingine mnasemaga tusiingilie mambo ya FIFA. Leo tuingilie vipi? Kuingilia huko vipi? Uba TV, excellence is our signature.